Haya, pole kwa kutusubiri, lakini tupo kama ambavyo tulitangaza asubuhi. Na muda umefika. Naomba moja kwa moja nimruhusu Dr. aweze kuendelea. Karibu Dr. Asante brother, asante mwanangu. Karibu sana. Asante. Ndugu mtazamaji, tuwasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu timu Chomoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Kumbuka tunaongelea baraka na tuko msingi namba 4. Msingi unaosema kutoka. Masomo yote yako YouTube Chomoza TV. Unaweza ukafuatilia huko kwa uelewa zaidi. Leo tutiririke pale tulipoishia kwa neema yake Muumba wetu. Tulisema brother Jimmy, mwanangu Evans, ndugu mtazamaji, kwamba baraka misingi yake, yule aliyetolewa kutolewa anakuwa na zana ya kuwa yeye anatoa, anaokoa watu kwa maana ya kuwatoa, na anatoa pia vitu, anatoa muda, anatoa hali, anatoa mambo pia. Huyo mtu anakuwa kama sadaka yeye. Kwa lugha nyepesi anasomeka yeye kuwa baraka. Sio tu kwamba amebarikiwa, bali yeye anasomeka kuwa baraka. Hadi sifa iweze kuvaa mwili, ndipo hapo unaposifika ipasavyo. Nakumbuka Bwana Yesu alipokaribia kuzaliwa, jina lililotangazwa ataitwa Yesu Mwokozi. Na alipozaliwa alifanya kazi ya kuwaokoa watu. Jina lake na yeye na utendaji wake, mambo yote yalikwenda sambamba. Ndio maana hata waliomfuata waliitwa kama Kristo. Waliwaona kama yule mtu, ndio wamemvaa. Jamaa wamemvaa yule. Hadi sifa iwe hali, ndipo hapo kusifika kunawezekana. Hadi baraka, hadi kubarikiwa kukufanya uwe baraka, ndio naweza ukasomeka. Tulisema watu wengi wana excel pia katika domeni hiyo ya kutoa, katika domeni ya kujitolea, katika domeni ya kuwaokoa wengine. Lakini wengi wanajikuta katika dhana ya kutokusoma baraka yenyewe. Kuna mtu alikuja anakuwa mtoaji, anawatoa watu na anatoa kwa kujitolea pia yeye. Anatoa mali, anatoa hali, lakini pamoja na hayo yote alikuja na level labda ya juu. Baada ya muda viwango vyake vinashuka. Huyo mtu aliyekuwa anatoa zaka kwa wakati anashindwa kutoa hata sadaka. Yes. Huyo mtu alikuja na biashara zake nafuu, lakini katikati biashara haziendi tena, hazieleweki. Na inaweza kawa pia biashara zinaenda, lakini huzuni inaambatana na huyo mtu, kisa familia, magonjwa yanaandama familia, shida mbalimbali, vikwazo mbalimbali katika mahusiano yake binafsi, kuishi kwake binafsi. Ana kipato lakini afurahii kipato hicho. Tulisema kwa vyovyote vile palipo na msingi baraka, namba 4 hiyo kutoka, maana ya mtu anapunguza viwango vya ubaili, anakuwa yeye mwokozi na mtoaji. Kwa hali hiyo, huyo mtu inabidi isomeke wakati wa utendaji wake, furaha, ridhaa, raha. Chochote unachokifanya kwa ridhaa, unachokifanya kwa raha, kwa kudhamiria mwenyewe, asipo na ulazima, umeisha tekeleza misingi hiyo katika utendaji wake. Kwani aliyetolewa kutolewa asijigambe na asijidai kuwa yeye amebarikiwa, hadi hali au zana hii someke kwake kwamba naye ni mwokozi, naye anatoa, naye anawatoa wengine, naye ni mtoaji. Pamoja na hivyo inaweza kawa igizo kama tunavyoona leo. Igizo inakamilika kabisa, lakini tusisahau igizo haidumu. Ni kwa muda mchache. Inabidi kuwa realistic, kuishi reality ya maisha. Na karma yako, matendo yako, kwenda na kurudi kwake, kuwepo na harmony, kuwe proportional. Unavyoishi, una afya njema, unapumua vyema katika gadget hii ya mwili,
unaenenda, unawaza, unaona, uko thorough. Inapendeza, kwani wote waliovishwa mwili one day watawacha mwili, kwa maana ya kifo. Watu wote wanakufa kimwili, miili yote inakufa, lakini wachache wanaishi aswa. Wengi wazani burudani kwa muda ndio kuishi, kumbe furaha ndio kuishi aswa. Kitendo cha kuwa mtoaji, kitendo cha kuwa mwokozi, inabidi isomeke kwa hali wakati wa utekelezaji wake. Unapotekeleza uokozi wako, unapotekeleza utoaji wako, inabidi uambatanishwe ingredient inayoitwa furaha. Na furaha inasomeka pale ambapo pana ridhaa, na palipo na ridhaa hapana ulazima. Unakwenda na uelewa ya kwamba mimi matendo yangu ni hazina, sio lazima. Sorry doctor, umesema burudani ni kwa muda, furaha Inadumu. Yeah, burudani ni wakati unatifua mtu okay, ashirie furaha. Yeah. Inaweza kawa mziki, inaweza kawa watu wanacheza, inaweza kawa maneno ya kumchombeza, unamburudisha wakati ule. Ni sawa na kutingisha maji. Lakini baada ya hapo maji yatatulia tena. Kinachohitajika maji ya flow, ndio furaha. Maji yanatiririka yenyewe, vibration yake inabaki na constance katika movement yake. Mwenye furaha ni yule ambaye hata usipomburudisha ana contentment, ana ridhaa, anatosheka. Tutaiongelea vyema siku tutagusa hapo zaidi, lakini tudikite hapo katika hali ya kuwa mtoaji na mwokozi, kwa sababu mambo tunayoyasema hapa, ndugu mtazamaji, ni matamko kama misingi ya baraka kwa universe. Mtu yeyote ambaye anaweza akajiingiza humo atafaa, kwani universe haitambui dini kama tunavyotambua. Universe haitambui serikali, haitambui nchi, haitambui biashara. Universe haitambui chochote. Universe inatambua uhalisi wa jambo lililowekwa humo ili lizalishwe. Are you getting there? Haijalishi umri, haijalishi una makosa kiasi gani. Kama watu wengi walivyoweka mkao, anakaa mkao wa kuhukumu wengine. Huyu hapo unavyomwona, usimtamani, mchafu, maisha yake yaliyopita ni machafu. Yule ambaye hajapita kule machafu atajulikanaje ametakasika? Are you getting there? Yes. Atajulikanaje? Manake ni stage ya maisha. Kuna watu wanajaji wengine, the universe I pay attention kwa mambo yale, kwamba mtu alipitia kazi ngapi maishani, shughuli ngapi, alikuwa mwizi, alikuwa jambazi, ameisha kosea sana maisha na kadhalika, alivunja ndoa sijui 7 na kadhalika. Universe haisomi yote, inasoma wakati ule huyo mtu yukoje, wakati ule anatendaje. Haisomi kwa sababu imeisha kuwa recorded. Mavuno yake yanasomeka, yatahesabika. Ndio maana tulisema kinachojalisha ni neema, kujiingiza kwa neema. Unaweza turn your destiny around right on the spot, leo hii na sasa tu, ukiamua kutenda tofauti, grace ikiambatana nawe moja kwa moja. Hata mabayo uliyoyafanya kufikia kuvuna, utavuna ukiwa na uwezo wa kukabiliana na mavuno yako. Sawa na mtu ambaye alikuwa na shamba, magugu yameota pale, mazao hakuna. Neema ni pale unapopewa uwezo wa kulima hapo ipasavyo, kutoa visiki, kung'oa visiki, unasafisha kabisa ardhi. Umepewa nguvu, hiyo ndio neema. All that matters ni neema. Turudi hapo. Leo hii kutoa kunasomekana kama ni lazima, na watu wanatoa kwa kulazimika.
wengine unatoa kwa influence. Lazima inaweza kawa unasukumwa, unakuwa wanakuimpose utekelezaji huo, watu walio mbele yako, wanaokuongoza na kadhalika. Ulazima unaweza katokea pia umati kama competition, ni ulazima. Kuna wakati wanaita watu kadhaa kwa majina yao, wasimame wa pledge watatoa ngapi. Umati ule ulioko pale tayari ulazima upo. Ndugu zangu, kubarikiwa sio kupata tu pesa, unafanya biashara alafu pesa zinapatikana. Kubarikiwa ni hali, unaishi una huzuni. Bila hii. Hatujasema bila hii. Unaposema hii ilikuja baadaye. Baraka ilikuwepo kabla pesa inatambulika pesa. Sawa. Tunaposema baraka, unaweza kawa na pesa, sawa, na una huzuni, umebarikiwa. Umebarikiwa. Una pesa, una afya njema. Una pesa, unapumua vyema. Una pesa, ukirudi nyumbani kwako unafurahia mume wako, unamfurahia mke wako, unafurahia watoto wako, you are happy na marafiki wanaokuzunguka, ukihang around people uko happy, hakuna hata hisia zile za insecurity, umebarikiwa. Karibu. Kuna kitu kinanizunguka, ulikuwa unakigusia, sasa sije kikapotea. Karibu. Ulizungumza kitu ambacho ni swali la watu wengi na ni swali langu pia, kwamba wapo watu ambao wanatoa na wanajitoa kweli, lakini badala ya kupanda, yani yule anayezidi kutoa anajikuta anashuka na kupoteza kabisa thamani yake. Nilichokuwa nasubiri kujua ni nini ambacho kinapelekea hiyo hali kutokea, na ndio kitu ambacho najiuliza hapa muda wote. Nilikuwa natamani uguse kule unakoweka, kule unakotoa, si umepeleka kule? Matumizi ya kule, utekelezaji wa kule, ndio ina define return kwako, ili uwezeshwe kutoa tena. Bahati mbaya binadamu wengi hatuko sensitive kuelewa kwamba return hakuna. Tunajikuta tunatoa pasipo sahihi. Yani unatoa lakini utekelezaji wa kule tutatoa aurudishi return, na wewe kwako dalili zitakazoanza kusomeka. Na hili urudishi return maana yake utoe sehemu sahihi. Lazima utoe sehemu sahihi. Maana yake wewe indication utakaosoma. Ndio. Kwanza unaweza bado na kipato. Kwa sababu ukiwa umepanga biashara zako vizuri, utakosa hela. Kama biashara zako unapanga vizuri, unakwenda China, unakwenda sijui wapi kununua bidhaa, unaleta, unauza, utapata pesa. Usijidanganye kwamba umebarikiwa kwa sababu ulitoa. Angalia, umepanga vizuri, umejipanga vizuri kibiashara. Wafanyabiashara wote sio watu wanaokwenda kwenye dini. Are you getting that? Sasa return, inabidi upige hesabu return. Sasa kinachosomeka, unaweza kawa bado na kipato, lakini huzuni. Unasoma huzuni. Kwa maana lakini huzuni unasoma. Kwa hali. Kwa sababu baraka inakuja kustakasa kilichopo, aliyemo, vilivyopo na vilivyomo. Thank you. Ndio maana ya baraka. Una pesa kweli, yes. Unaitwa tajiri, lakini ili uitwe umebarikiwa, inabidi pesa yako, kipato chako kile kisiambatane na huzuni. Kiambatane na furaha. Sasa mbona wenye huzuni ni wengi kuliko wenye furaha? Yeah, that's the point. Definition tunaoleta. Kuna mwingine anaweza kusema, utasemaje mtu amebarikiwa alafu hana chochote? Aliyebarikiwa hakosi chochote. Lakini licha ya kutokukosa chochote, hana huzuni. That's the point. Sawa. Kwa baba, return inategemea pia baraka yako unaitoa ukiwa na hali gani. Kuna mawili. Thank you sana. Msisahau ni mnawakilisha jamii nzima.
Inategemea wewe na hali gani. Hali inayodaiwa kwako ni ridhaa. Utoe kwa ridhaa yako, usitoe kwa ulazima, kwa sababu watu wako wengi wataniona nimechanga, nimetoa zaidi ya hawa, watanisikia. Unapodisikia pale umeshalipwa. Bwana hataki utukufu wake ende kwa mwingine. Ndio maana hata maisha yetu yalianza tumboni. Kinachotufanya tuwe hai zaidi ya vyote tulivyo navyo. Kwani hata mali unasahau, ikifika usiku utasahau umelala wapi, una shilingi ngapi kwenye account, unaendesha gari la namna gani, una troli ya aina gani. Unasahau vyote unapopumzisha mwili usiku. Lakini kuna jambo moja tu linaendelea kusababisha usomeke uhai, ni pumzi. Jambo lenyewe alionekani kwa macho. Kwa hiyo mambo yote yanayosomeka vyema ni yale ambayo yanafanyikwa na heshima na ya sirini, hakunaga ulazima. You get that? Kwa hiyo mtu anatoa lakini yeye hajasomeka. Mtu mwingine anapeleka, anakwenda kulisha watu, anafanya hiki, analeta media nzima waje kuchukua picha wauke kwenye ma-TV. Anataka watu waone yeye anafanya kazi gani. Kumbe record inaweza kawepo. Sio mbaya, lakini usiifanye kwa lengo la kusomeka unafanya. Na hao ni wengi. Hiyo ni NGO. Not NGO, individual mtu. Yes, ndio tunasema ndio style ya dunia. Ili serikali wakiona anavyofanya vile watamunga mkono. Yes. Kumbe unaweza ukafanya hivyo na rekodi, wakikuomba evidence unawapa tape hiyo, kuliko kuweka kwenye social media, kuliko watu wote wajue. Wahusika ndio wajue. Unaona? Wahusika. Yeah, kama serikali atakudai evidence ya kwamba wewe una practice charity, utuonyeshe evidence. Wale uliowasaidia wanaweza wakarekodiwa wakati unatenda. Una tapes zako, unaonyesha evidence. Unaweza ukapewa pia award ama cheti cha shukrani. Wanakushukuru watu uliowatendea, jumuiya uliowatendea walikushukuru. Unakaa na hicho, wakikudai unawaonyesha hichi hapa. You see that? Hapa tunaongelea mambo kwa usawa wa universe inavyodai. Sio ulimwengu. Ulimwengu unadai, ukifanya uonyeshe watu waone, kwa sababu tunaishi kwa impression. Yes. Wanadamu wanakubali wepesi wakiona kwa macho. You see that? Yes. Impression. Yaani ukimimpress mwanadamu anakukubali. Yes. Hata una lolote, lakini ukiwa unajigamba sana, watu wanaweza wakakuogopa pia. You see that? Point hiyo. Unavyo ulivyo ndio jambo la kwanza. Ridhaa. Usilazimike, dhamiria. Ukielewa kwamba ni hazina, sio lazima. Pili, unakopeleka kule, inabidi wewe wakati wowote usome return kwako inasoma vipi. Inasoma vipi? Kwa mfano, ukitoa zaka kwenye Bible, watu wanaosema zaka, ndugu watazamaji, kuna zaka ya zaka. Kuna zaka ya zaka. Mtu akitoa zaka, zaka yake inabidi itolewe pia. Kumbuka, ametolewa kutolewa. Mchakato huo unakwenda. From ile ile. Zaka ya zaka lazima. Wewe umepokea zaka, alafu utakuta mtu anapokea zaka lakini ana sifa za kuwa kama Mlawi. Umeelewa hapo? Are you getting there? Nilichoelewa. Nimepata kwanza hiyo mwanangu. Hiyo concept mimi nilivyoelewa kwamba niweke kwa lugha nyepesi. Tunapotoa fungu la 10, anaopokea fungu la 10 anatakiwa atoe fungu la 10. Yes. Fungu la 10 linatolewa kwa fungu la 10, alafu isitoshe. Fungu la 10 inabidi itolewe kwa mtu anayestahili kuwa Mlawi. Si ndio Walawi hiyo watoto wa Liva? Inabidi awe na sifa stahiki hizo. Kwamba ni Mlawi. Yeah.
Na unajua maana hiyo ni biblical. Biblical. Mlawi ni yule ambaye hana shamba, Hana chochote. hana maduka, Hana chochote. hana mabasi ya kumuingizia hela. Yaani yeye kazi yake ni hiyo. Hiyo. Yeah. Mtu aliyetengwa kwa ajili Ya hiyo. Unajua kwa Israeli nadhani wengine mtakwazika, lakini kweli ni kweli ndugu zangu, hii hapa sio kweli ya kwetu, ni maandiko. Na ukiwa honest utaelewa tunachosema hapa. Labda hujasoma maandiko ipasavyo. Endelea, rudia tena. Usitafakari kwa njaa tu. Ndio maana tunaona discrimination leo. Mtu ambaye hawezi kutoa zaka hahesabiki. Mtu ambaye hawezi kutoa sadaka hahesabiki. Hata akifa hakuna mambo mengi ya kumuongelea. Kumbe tajiri alikufa na Lazaro alikufa. Lazaro alikwenda nafuu. Lengo kuu la dini na watu kukwenda kwa dini ya asilimia kubwa kwa sababu inaelekea kama ina majibu ya maisha baada ya hapa. Are you getting that? Sasa tukiwa tunawapotosha watu, inabidi tuhakikishie kwa maisha baada ya hapa ni accurate. Nafikiri watu wa dini isingekwenda inasisitiza kwamba baada ya kifo utakuwa peponi, utakuwa na maisha ya milele. Nani angeenda huko? Yaani ni pale tu ndo kinashikilia. Bas. Kwa asilimia kubwa. Yes. Yeah. Kwa hiyo inabidi iwe mambo ya kweli sasa. Kwamba lengo ni hilo. You see. Kwa hiyo ukiwa unatoa ipasavyo, wewe return, sio lazima upate pesa tu kukurudia. Unaweza ukapata hali, maono ya kukutukuza, ya kukuinua. Unapata maono unakuwa innovative. Ndio karma inavyokuja. Si unapotoa wewe unatoa kuendeleza. Wewe lengo uendelee. Alright? Yes. Si ndio? Uendelee. Ndio maana utakuta unapovuna, ulipanda kokwa, unavuna mti mwembe. Alafu maembe mengi, katika maembe majani yale ni dawa. Unapata hata utomvu wake ni dawa, mti ule kivuli. Unapata pia na kokwa nyingi kwenye mti huo. Ina maana inakuwa na multiply proportionally, lakini kwa role tofauti. Are you getting that? So lakini inabidi uwe umepanda ipasavyo. Sio kama ilivyo leo ni routine, ni mazoea. You see that? Ni mazoea. Na tena Mtume Paulo alikwenda mbali zaidi, akasema yeyote, Wagalatia 6:6, yeyote anayefundishwa agawani mali yake na yule anayemfundisha, asimnyime. Yani mali yako inabidi umgawanye na yule anayekuonyesha mwanga. Ni zaidi hata ya zaka. In terms of gratitude. Yule anayekufundisha. Ambaye unajikuta unajengeka kiasi cha kwamba unaona unatambua kabisa hilo. Yeah. Sio anayekutia moyo. Kwa sababu leo mafundisho tunatupo hapa, usishangilie victory mapema. Sio anayekutia moyo, kwa sababu sasa hivi sio mafundisho, ni kutiana moyo tu. Yes. Utainuka, Yes. Utateseka. Ndugu zangu, asiyetaka kuteseka ndiye anayeteseka maisha yake yote. Waliokwepa shida ndio wanaoishi kwa shida. Hakuna faida sawa na shida. Ndio maana tunasema hapa, usifanye mambo kwa sababu unalazimika. Anateseka sana, nimsaidie. Ndugu, unaweza ukawa una interfere na mpango wa universe kwa maisha ya mtu. Sijakwambia usiwasaidie watu. Kuna wale ambao inabidi ateseke, kwani shida zinaamsha fikra. Ndio maana maandiko yanasema wakati wa shida fikiria. Are you getting that? Yes. Hakuna mwalimu sawa na pain. Ndio maana ili umsaidie mtu inabidi uelewe unamwezesha. Aonyeshe nia. Petro alihubiri pale Matendo ya Mitume sura ya 2,
alihubiri tu, alivyomaliza kuhubiri watu walichomwa mioyo yao. So Petro aliambia, njooni mtakufa nie, njooni muokoke sasa hivi, njooni muokoke. He didn't do that. What he did is simply alifundisha tu, watu wakachomwa mioyo yao. Will power imeamka. Will ilivyoamka, wenyewe wakasema tufanyeje ili tuokoke. Wakaonyesha nia, wanatamani waokoke. Ilikuwa easy task kwa Peter. Samahani Doctor, Karibu brother. Wakati unavyoendelea mimi nilikuwa najaribu kutafakari wewe kwenye pale unapopeleka kwenye kutoa. Kwa hiyo kuna hatari sana hapo unapopeleka kwenda kutoa, itakaporudi ikarudi asiwe kuwa mema kwako. Haitarudi isiyo kuwa mema. Ukipanda mali, si ndio? Utavuna. Yes. Wewe utavuna. Universe hawezi kukunyima. Lakini hali hiyo utasoma kwa hali ndio kwamba hali haikuwezesha, kwa sababu aliyepanda mali atavuna, lakini baraka haisomeki kwa mali, baraka inasomeka kwa hali. Kwa sababu hata wewe unadaiwa hali ya utayari na hiari. Unapotoa unaambatanisha zote mbili. Alright? Unaambatanisha zote mbili na mali. Unaipeleka kutoa. Unakuwa na hiari na utayari. Unapopeleka unaweka, utavuna mali na hali. Baraka isomeki kwa mali, inasomeka kwa hali. Sasa mimi naelewa kwa mtu ambaye hajui hali, baki swali la kuja kuulizwa hapa, hali ni nini? Hali ni condition ulionao katika unavyohemka. Unavyojisikia uko ndani. Tena kwa Kiswahili fasaha ni hali ile unasikia. Yes, unavyohemka. Unajihisi vipi? Sasa Daktari, nakula muda wangu. Nilikuwa nafikiri utaniongezea dakika 2 kwa sababu wewe mwenyewe umeshafurahia referee. Umeona referee, leo ni siku yako. Endelea. Hapo nyumbani watu wanasema, Jimmy vipi ndugu, ni kipindi. Tuko kwenye TV na bidi fike mwisho. Endelea Daktari, kabla hujatoka kwenye hiyo. Pale unapopanda, unapanda mali na hali. Ukiwa na hali ya ulazima, umepanda hali ya ulazima. Umeshakosea. Lakini wewe ukipanda kwa ridhaa, umedhamiria. Ndio maana hata Paulo alisema kila mmoja aandae sadaka yake akiwa nyumbani. Sio pale mfukoni unaanza kupekua, uangalie ngapi nitoe. Unaandaa mapema. Mwingine siku moja kabla unajua kesho nitatoa hii. Ridhaa yako isomeke. Will. Sasa unapoweka pale kwa mavuno, kama ulitoa mali itakurudia, utavuna. Lakini haitatosha, hali ndio nadaiwa. Hata wakati ule watu wanaofanya kwa impression, natoa ana pledge pesa nyingi, watu wamshangae, wampigie makofi. Ni feel good ndio mtu anatafuta, ajisikie kwamba I'm somebody. Utajisikia kabisa. Watu wengi wakiwa wanapigia makofi, wanastaajabishwa na kadhalika, you feel good wakati ule. Ni hali tu ndio inamata. Ndio maana hata ukiwa na pesa utatafuta kubadilisha pesa na kitu ambacho kitakuweka katika hali fulani. You see, bora utafute kitu, ubadilishe pesa na kitu kitakachokuweka kwenye hali fulani kuliko kutafuta unafuu kwa kutumia pesa. Kwa mfano unaumwa sana, unatumia hiyo pesa iliyorudi kwako ili utibiwe. You see that? Yes. Kwa hiyo unatafuta unafuu, kumbe ilitakiwa uwe uko fit, uko healthy. Now kule inakokwenda matumizi yake ndio naletaga balaa. Matumizi ya kule liko kwenda. Are you getting that? Yeah. Inatumikaje? Hatuongelei kwenye madhehebu tu. Tunaongelea maisha. Doctor, mimi nayeongea mbele yako nishawahi mpa omba pesa ambao ni equivalent na mtaji wa biashara. Sikumuona mjini siku kadhaa, mwezi baada ya siku nilimuona tena. Huyo hapo ukimpatia pesa umepoteza. Kwani unaweza kama mlemavu lakini ukiwa na macho, ukiwa na ubongo. Stephen Hawking ni physicist maalum, Bwana mlaze salama, Mwingereza. Ameacha jina hapa ulimwengu, mwanasayansi. Alikuwa nakaa kwenye kiti tu na vyombo ndio anavitumia, lakini
alidiscover mambo mengi, ameacha mwendelezo kwa physics. Maanake kichwa kikiwa apt, ukiomba msaada sio kwa ajili ya kula, msaada kwa ajili ya kukuwezesha utoke. Ukiwa naomba kila siku unapata shilingi 20,000 kwa siku. Kuna mtu alianza biashara kwa shilingi 20,000 mtaji, anauza karanga, mwingine anaanza kutengeneza, anauza mikate na kadhalika, anakwenda kuchukua sehemu. Nilisikia ushuhuda ya watu wengi, anachukua juisi za Azam, anapitisha, baada ya muda na anakuwa ya kwake, mwisho wa siku vipaji vyake vinafunguka pia. That's how life is supposed to be. Kuna watu sasa ambao universe inamwacha ateseke ili ashtuke, aamke. Unajua tunachukua hatua ya kukua kwa kadri tunavyoteseka. Unaona mama nakupelekea tonge ndogo ndogo, unaanza kujitahidi kula mwenyewe. Ndio maana mama nakulisha na wewe unaweka mkono kwenye sahani, unataka na wewe ule. Kwa kufanya hivyo, ukiona utosheki, umekwama, unajiongeza. Ndio sehemu ya kujiongeza. Unamsaidia mtu ambaye hayuko tayari kusaidika. That's the very reason dunia hii unaweka mtu ana shukrani. Ukiwa unamsaidia, unampa mtu ambaye hana shukrani, return haitakuwa inasomeka baraka. Na indication hiyo itagusa hali yako wewe, utakuwa umejawa mashaka kana kwamba upati chochote, ridhaa hakuna. Ni indication ya kukuambia stop. Na mimi nasema weka nukta. Hapo nimekubalia. Tunaweka nukta kwa leo, lakini tuendelee pale pale. Jumapili na make sure tunaendelea hapa. We make sure na hiyo. Na referee ata make sure. Ndugu mtazamaji, tawapenda daima. Bwana ibariki Tanzania na uongozi wetu wote. Wajaze viongozi wetu hekima kutuongoza kwa usawa mapenzi yako. Dumisha amani, umoja, undugu. Bariki mchakato wa uchaguzi, mambo yote yaende kwa usalama na amani yako. Asili ya taifa hili ni amani. Twakusii udumishe hali hiyo miongoni mwetu, na twakuomba uibariki East Africa Community na uongozi wake wote. Baraka tele kwa Afrika nzima, familia za ulimwengu wote zibarikiwe nawe muumba wetu. Bariki Clouds Media Family na uongozi wake wote. Mwenyezi Mungu bariki Chomoza na uongozi wetu. Mwenyezi Mungu muumba wa sisi sote akubariki ndugu mtazamaji na wakwako wote. We love you dearly and always will do. May God bless and keep you safe. See you next Sunday, God willing. We love you. Thank you. Tupate break, alafu atakuja Olivia. Kusifu Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. Iwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Chomoza, a hub of hope.